Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen, amen. Kwa sababu ya muda wetu, tutatoa sadaka zetu after the man of God amemaliza kuhubiri, because of our time. Na tukiwa katika hiyo hali, situunganisha mikono yetu as we bring the man of God. Pigia Bwana makofi ya shangwe na vigeregere. Tumshangilie Bwana. Karibu sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Si kwa dakika moja mahali pale ambapo umesimama, mpe Bwana sifa kwa kinywa chako. Umwambie Bwana ni asante, umwambie Bwana ninakupenda. Umwambie Bwana uninene, umwambie Bwana ningependa unene na mimi, unene na mimi, unene na mimi katika jina la Yesu. Unene na mimi, unene na mimi. Inaweza ikawa ibada kama ibada nyingine, lakini mwambie Bwana leo wacha iwe siku yangu. Father, I need an encounter. My God, I need to hear your word. This word that is able to heal. This word that is able to transform. This word that is able to change. This word that is able to lift. In the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana nimechoka na ukawaida. Bwana nimechoka na ukawaida. Kukuja kanisani na kutoka bure. Kukuja kanisani na kutoka kama sijakusikia. Kukuja kanisani na kuenda tu jinsi ambavyo niliingia. Mwambie Bwana niondolee ukawaida. Wacha neno lako linifanyie kazi. Wacha neno lako linikomboe. Wacha neno lako linipe nguvu. Katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Father, we bless you. Bwana tunakupa sifa. Umbali tumefika, Bwana tunajua ni wema wako. Umbali tumefika, Bwana tunajua ni nguvu zako. Na Bwana tunasimamisha ibada ya sifa, tukisema juu na chini hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Asubuhi unatuamsha Bwana, tunasema ni asante. Unatupa chakula cha kunywa, unatupa afya, unatupa makao. Bwana tunasema ni asante. Bwana tunatembea kwa magari, tunafika tuendapo. Bwana tunasema ni asante. Vile vile Bwana kukubarika uweponi mwako. Bwana tuna kila sababu, tuna kila sababu. Na ndiposa Bwana tunakupatia ibada ya sifa kwa makofi yetu tukisema ni asante. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ningeomba unisaidie kuwakaribisha watu wawili watatu, alafu uweze kupata kiti chako. Yu mwema, yu mwema Yesu, yu mwema. Make sure unamkaribisha, make sure unamkaribisha. Hallelujah. Amen. Kuna mtu pale hajapata mtu wa kumkaribisha. Si umkaribishe tu. Amen. Tukiwa tumesimama, nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye alikusudia siku ya leo wewe na mimi tupatikane katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Si unisaidie tu kumappreciate Mwenyezi Mungu kwa makofi. Hallelujah. Vile vile tukiwa tumesimama hivyo, ningeomba mnisaidie kuappreciate mtumishi wa Mungu Apostle Dr. Anthony Ngaruya. Hallelujah. Naona tuko na wachungaji wengi sana. Our sister Hadasa Esi ametuongoza vizuri, tumu appreciate tafadhali.
watumishi wote wa Mungu, Pastor Charles, Pastor Paul, kwa ujumla tu appreciate Pastor Ngaroia. Hallelujah. Alafu pia wewe uji appreciate na upate kiti chako. Na pia hii team imefanya kazi mzuri, wacheni tu appreciate. Amen. Kwa dakika kama 40 hivi ningependa tuwe na wakati wa kusikia mapenzi ya Mungu juu ya maisha yako na juu ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wacheni niwapatie dakika moja. Hebu kama unatoa kitabu utoe, ukuwe tayari ili tupelekane pamoja. Yangu utaiweka tu, nimeongea sana leo hata penye tu tumetoka, kwa hivyo utaiweka tu pahali mzuri ndio nisijiegomire sana. Awesome. Umeshika hiyo. Nilikuwa nashangaa kama nikiongea in tongues utashika. Amen. Kwa dakika kadhaa leo ningependa tuwe na nafasi ya kujifunza neno la Mungu. Na ministry yangu ama fursa ambayo Mungu amenipatia ni fursa ya kufunza neno la Mungu. Maandiko yanasema watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa kufahamu. My people perish for lack of wisdom. My people perish for lack of knowledge. Na kwa hivyo hii ni fursa nzuri ya sisi kuwa na nafasi ya kuweza kumfahamu Mungu kwa undani. Bwana Yesu asifiwe. Na wiki hii Mungu ameweza kutupatia nafasi ya kwamba neno ambalo tutakuwa tukilifahamu ni neno ambalo tumepewa kichwa reconciliation and restoration. Hallelujah. Simu nisaidie tu. Praise be to God. Tunaweza tu angusha hii kidogo ya. Kwa hivyo tutakuwa na nafasi mzuri sana ya kuweza kujua mapenzi ya Mungu kwa reconciliation na restoration. Na ninajua kwamba hili ni neno tumelisikia sana miaka na miaka. Lakini wapendwa, nimekuja na nikakuwa na shida fulani. Na ningependa kwa dakika moja uniangalie tu nikwambie shida ambayo niko nayo. Shida ambayo niko nayo ni kwamba mwaka moja una majuma mangapi? How many Sundays do we have in a year? Unapata ya kwamba I think ni about 54, 56 hapo, si ndio? Ama from 52 depending na mwaka inakaa namna gani. Kwa hivyo tunaweza tukakuja kanisani kila Jumapili ukatoka na sermons zaidi ya 50, lakini ukiangalia maisha yako neno la Mungu bado halileti utofauti. Sijui kama tunaelewana. So we can be going to church every Sunday but we do not see any result. So kama saidi kuulize kwa mwaka uliopita 2024 ni sermons ngapi wewe ulisikia na ni sermons ngapi unaweza ukasema sermon fulani ilinisaidia, sermon fulani ilinisaidia. Praise be to God. Na kwa hivyo hiyo inanipatia shida moja ya kwamba unaweza ukasikia tu, lakini ukikosa kuchukulia neno la Mungu na uzito ambao unafaa, itabaki tu kazi yako ni kwenda kanisani kusikiza, lakini hakuna utofauti. Hadi hapo tuko pamoja? Kwa hivyo utofauti unaletwa na nini? How can you come in the house of God and truly experience the changing, the transforming power of God? Lazima tujiulize ni mambo gani ama ni mambo yapi ambayo tunaweza tukafanya. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Nikiangalia miaka ambayo ujumbe huu umehubiriwa ni miaka mingi. Lakini je, ni watu wangapi ambao wanaweza wakasema nimesikia huu ujumbe na kwa kweli hata mimi nina ushuhuda that our God is able to restore? Because unaweza ukasikia
lakini ukakosa kuiona nguvu ya neno hilo. Bwana Yesu asifiwe. Achani niwapatie mfano. Nikiingia pale nimeona billboard mzuri sana ya chips, lakini hiyo ni billboard inakuonyesha hii ni chips, iko na ni pesa ngapi na unaweza kuiona wapi, lakini hiyo billboard haijui hiyo chips ina taste namna gani. Tunaelewana? So it is possible for us to carry information but never experience this power that we are talking about. So what is the problem? Shida inakuwa namna gani? Na hapo ndipo ambapo nilifika nikasema, wacheni nichukue hii nafasi hata mimi kwa usaidizi wa Roho Mtakatifu niwe na fursa ya kuwafunza watu wa Mungu neno la Mungu. Hadi hapo tuko sabamba? Kwa hivyo today I would like you not only to hear the word of God, I would like to give you practical keys. Yani hatua ambazo unaweza ukachukua na kusema ukweli, ukizifuata you will know that our God is able to restore in theory and practically. Because the word of God can remain to be theoretical. Nilikuwa ninasoma kitabu cha Samueli wa kwanza, ninaona maandiko yanasema kabla Samueli aitwe na Mungu alafu amuendee Eli, na Eli akamwambia ukiitwa tena sema niko hapa Mungu. Maandiko yanatuambia katika Samueli wa kwanza ya kwamba Samueli alikuwa anamtumikia Mungu lakini hakuwa amemfahamu Mungu. Kwa hivyo ni kusema mimi na wewe tunaweza kuwa tunamtumikia Mungu but we are yet to know him, because we can know God by his works and we can know God by his ways. So there are some of us who have the information but yet the power of God is yet to be revealed in their lives. Leo nisikizeni, because sitaki kuwapatia information alafu next year tukikuja tena conference nyingine ya restoration there is nothing to show, only the information ambayo ulikuwa nayo pale conference ya mwaka wa 2025. Hadi hapo tuko sabamba? Ninajaribu kukimbia ili tupelekane pamoja. Sasa wacheni niwaambie restoration inakujia wapi. Restoration tutaanza Genesis na nyinyi. Kwanza tuweke shida, alafu sasa tukuje tuonyeshe. Today I want you to do a life audit. Nataka uchunguze maisha yako, uone kama hili neno ni lako. Katika kitabu cha Genesis chapter 1, tunaona maandiko yanasema in the beginning the world was without form, that it was formless and empty. And God said, sijaanza kufunza. Naona mnaandika notes. The Bible says the earth was formless and empty, and God said, let there be. Ukiteremka pale chini katika I think ni Genesis 1:30 ama 31, the Bible says that everything God created was, shout, everything God created was good. Praise be to God. Wacheni tusome hiyo. Tuanze Genesis 1 verse 26. Then God said, let us create man. Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and all over the creatures that move along the ground. So God created mankind in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Then God said, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I give
every green plant for food, and it was so. Skiza verse 31. Bible says, and God saw all that he had made. And God saw, akaona, all that he had made, and it was good. Hallelujah. Actually yangu inasema, and it was very good. Alafu inaendelea kusema, and the evening came, and there was morning, and the 6th day. Hapo ndipo ningependa tuanze leo. Ninajua nimesoma sana, lakini ukiangalia mapenzi ya Mungu kwa kumuumba mwanadamu, baada ya Mungu kumaliza kazi ya kuumba, aliangalia kila kitu alikuwa ameumba, including you and I, alafu akaweka muhuri that everything he had made was very good. Hebu sema very good. Ukiingia darasani na mwalimu akwambie very good, unajua that you are an exceptional student. Praise be to God. Wacha nipeana example ya kitu ambayo ninamaanisha. Ukiangalia siku hizi kuna kampuni za chupa ya maji ama chupa ya mafuta. Ili kampuni iweze kupitisha ile chupa ya kwamba itatumika, lazima after ile chupa imekuwa manufactured waipitishe vipimo fulani ili waseme hii chupa it is very good, it is suit for the purpose ambayo tunaiundia, ambayo ni kubeba maji. Kwa hivyo kama ile chupa itaundwa vizuri na waone ya kwamba ina uwezo wa kufanya ile kazi ambayo mwenyewe anaitengeneza, ataipitisha na aseme hii chupa ni nzuri, ina uwezo ya kufanya kazi ambayo ninaiumbia. Bwana Yesu asifiwe. Hadi hapo tuko sawa? Kwa hivyo ni kusema, kama leo uko hapa and you look at your life and this particular scripture does not apply to you, you need restoration. That your life should be restored back to the original form of God. That we can look at your life and we can say that truly everything God created is. So, hapo ndipo ninataka tuanze. Tumeona Mungu kama muumba wa mbingu na nchi, amekuumba na ameangalia maisha yako. Amesema ya kwanza, be fruitful. Now, today when you look at your life, the first question you should be able to answer. Remember, we are doing a life audit. Tunataka kuangalia hili neno ni lako kweli. So number one, if you look at your life, can this scripture apply to you? Is your life fruitful? Number two, are you multiplying? Na kumultiply sio watoto pekee, lazima tuweke bidii area hiyo, lakini multiplication lazima iapply kwa area zote za maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. So when you look at your life today, is there any multiplication? Ama ukiangalia maisha yako leo, na ninaomba isiwe mmoja wetu, you know, multiplication means growth. Wewe unaweza uangalia maisha yako, lakini kwa miaka miwili mitatu, the only thing that has changed is your age. You need this someone. That kama leo, kama kile tu kitu imegrow kwa maisha yako ni miaka, you need this someone. Back to number one, being fruitful. Number two, multiplying. And number three, Mungu akasema let them have dominion. Dominion inamaanisha ya kwamba wewe unaongoza. Praise be to God. That you are the person ambaye unaongoza. Sasa wewe tukiangalia maisha yako leo, kuna kitu unaongoza. Tukiangalia uko kwa biashara, unaongoza kweli. Tukiangalia kwa maisha yako, unaongoza kweli. If hauna hayo mambo matatu, hatuwezi kutukasema that truly your life is experiencing the goodness of God. If not so, tumefanya life audit. You need this particular sermon. Praise be to God. So, uko hapo na unasema, hey, pastor, mimi hayo mambo umesema, lakini mimi nikiangalia hayo mambo siyaoni. Siyaoni kwa maisha yangu. There is no fruitfulness. Hata nikipanda kitu kwa mchanga, hakuna kitu inamea. Nikijaribu kitu, instead ziongezeke, zinaisha. Unajua vitu zinaongezeka ama zinaisha. From today, you can be able to tell, are you making progress ama unarudi nyuma? Praise be to God.
ukishajua hayo mambo matatu, ukishajua hayo mambo ambayo nimesema, sasa lazima ufike mahali pengine, na ningependa twende na wewe katika kitabu cha Luka 11, in the book of First Luke. Sio First Luke, lakini kama ulikuwa unaenda hapo ninakuombea neema. Luke 11. Katika kitabu cha Luke 11, maybe because of time naweza tu summarize. Tunapata kijana mmoja ambaye tunajua habari zake sana, na hili ni fundisho ambalo liko kwenye maandiko. Bado tunaweka msingi, tutaanza kuhubiri. Kwa hivyo maandiko yanasema huyu kijana alimwendea baba yake, akamwambia baba yake, mimi ninataka unipatie vitu zangu, mimi niende. Manake yeye aliangalia akaona huku tunakaa tufanye nini? Mimi baba, nipatie vitu zangu nigawie, mimi niende kwenye nitaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na huyu kijana akaenda. Nilisikia apostle aliguzia jana. Huyu kijana akaenda kwa miaka kadhaa ama miezi kadhaa, akatumia kila kitu ambacho alikuwa nacho. The Bible says that he squandered, alitumia vibaya. Kwa hivyo baada ya muda hakuwa na chochote. Maisha yakaanza kumpiga juu chini kwa kona zote. That alipigwa na umasikini to the point kwamba akaanza hata kutafuta hizi kazi kidogo kidogo. Kwa hivyo maandiko yanatuambia akamwenda pahali fulani kutafuta kazi, akapewa kazi ya kuangalia nguruwe. Na kwa sababu hata chakula zilikuwa shida, akasema mimi sitakaa kwa hii maisha. Hapo ndipo leo ninataka tufike, because this sermon is not for everybody. Watu wa Mungu, bado tunaweka msingi, tuko pamoja, tutahubiri, lakini nisikize tu. Kwa hivyo akasema, mimi siwezi kaa namna hii, na ninajua vitu ambavyo viko kwa nyumba ya baba. And he even said, I know that even the servants in my father's house have a good life more than the life that I have today. Praise be to God. Na kwa hivyo lazima kama neno la restoration litakufanyia kazi, lazima ufike hapo. Useme ya kwamba sitakaa kwa hii maisha, na ninajua kwa nyumba ya baba there is power to restore that good life, that fruitful life, and the life of dominion. Praise be to God. Ya kwamba tunaweza tukakaa kwa shida ndio, na tukakula shida ndio, kwa nake pengine kila kitu tulipewa iliisha. Lakini tunaweza tukakataa kukaa kwa hii maisha, tukaamua hapana, enough is enough. Nitaamuka niende kwa baba yangu. That for restoration to take place, lazima mmoja wetu afike pale aseme hapana, mimi nimechoka na hii maisha. I know there is much more in my father's house. If you know there is much more in your father's house, shout amen. Now, inawezekana ya kwamba maisha yako ukiangalia leo hauoni uzuri wa Mungu. Unaona there is so much more that I can be doing. There is so much more that I can have. You can say like this prodigal son, I will arise and go back to my father's house, because I know that there is much more in my father's house. And today I came for that person. Mtu ambaye anasema mimi nimechoka. Nimechoka na haya maisha. Nimechoka na hizi taabu. Nimechoka na kuanza biashara na haiendelei. Nimechoka na kujaribu maneno, but there is no fruitfulness. There is no multiplication. Praise be to God. Hey, praise be to God. Otherwise, kama bado haujafika hapo pa kusema mimi nitasimama nirudi kwa nyumba ya baba, you are yet to go there. Na inaweza tu ikakuwa neno ambalo pengine halitakusaidia sana, until uamue kama huyu kijana. Na hapo ndipo ninataka kuinsist, because mimi na wewe tunaweza tukaamua, because the same God who created everything and he saw that it was good, even now he still reserves the power to create, to lift, and to help every man that goes before him.
hata wakati wa sasa. Unajua mwaka huu umekuwa na mambo mingi, na mwaka huu kwa sababu umekuwa na mambo mingi, mwaka huu ukianza, nilikuwa ninasikia mimi personally niko chini sana. Manake mwaka huu ukianza, kuna kazi ninapenda sana, lakini ilikuwa imeisha. Kwa hivyo hata mtu akinenea mwaka nilikuwa ninashangaa, huu mwaka utakaa namna gani? Lakini let me tell you, wakati wewe unamfahamu Mungu, kuna mambo ambayo wewe unajua, na unajua kwamba kila kitu kitakuwa sawa. And so mwaka huu ulipoanza, pengine nilikuwa chini, nilikuwa najiuliza sasa hii mwaka itakaa namna gani, kazi imeisha nini. Lakini wacheni niwaambie, huu ndio mwaka bila hiyo kazi ambao Mungu kwa njia zake tu alikuja. Unajua mtu akibarikiwa, unajua the Bible says let the blessed say that they are. Waliobarikiwa waseme wamefanya nini? Waliobarikiwa. Bila kazi ambayo pengine nilikuwa nategemea sana, nilikuwa ninapenda sana, Mungu akanifungulia mlango wa kupata gari. Sasa ninaweza nikajiuliza, mawazo ya mwanadamu ni kwamba kitu fulani Mungu anaweza tu akatumia njia fulani, kitu fulani Mungu anaweza akatumia njia fulani, lakini when it comes to God, when it's your time for you to step into another season, what you are going through does not matter. Kwa hivyo wewe unategemea kazi, lakini mimi nategemea Mungu ambaye hategemei njia ambazo tunaona pengine hii ndio njia ambayo itafungua mlango. Kwa hivyo mwaka ambao pengine nilikuwa ninaona huu sio mwaka utakuwa mzuri vile, huu ndio mwaka ambao nimeingia kwa muujiza ya kwamba sitembei tu na miguu miwili, ya kwamba now my speed was multiplied. So if I look at my life, naweza sema I'm seeing multiplication. Hallelujah. And that's what I'm saying. Ya kwamba unaweza anza kitu, lakini Mungu akakupatia speed ya miguu. Wacheni niwaonyeshe mfano mwingine. Tutahubiri, kama hatutahubiri leo, tutapata session nyingine. Nataka tuende 2 Kings chapter 8. 2 Kings chapter 8. Tunaweka msingi halafu tutahubiri. 2 Kings chapter 8. Lakini I can hear the sound. Right now I'm saying I can hear the sound that there are people that God wants to restore. And it's not, God will not use the ways that unafikiria lazima niwe pahali frani, lazima niwe na kitu frani. That our God is able to do so much more that you can think or even imagine. This God, he still reserves the power. Kama Kenya unataka haiko, he is still our God, the creator. So I hope akimunajua hili neno. You guys are stepping into another season. If you seasons are shifting by this word. God is lifting people from one season to another. And let me tell you, it is not by your power, nor by your might. This season, it is not of everything you can do. And this is why we are here. And today we are asking, can these dry bones live again? God is saying, speak a word. Speak a word. Can the dry bones live again? God is here to stay. By this particular revelation, God is saying, speak a word. Restoration. 2 Kings. Nataka tu nikuonyeshe kitu halafu tuingie kwa neno sasa. 2 Kings chapter 8. Nataka tuanzie verse 5. The Bible says, and Gehazi was telling the king how Elisha had brought the dead back to life. Just then, the woman whose son Elisha had revived came to appeal to the king for her house and her land. So Gehazi said, my lord the king. Nimeruka. So Gehazi said, my lord the king, this is the woman.
And this is the son Elisha restored back to life. Listen sasa kutoka hapa. When the king asked the woman, she confirmed it. So the king appointed for her an officer saying, restore all that was hers, along with all the proceeds of the field from the day that she left the country until now. Hebu niangalie sasa. Msikubali niungue peke yangu, mkae mkiniangalia. Sasa sikizeni, hapa kuna story ya a certain, maandiko yanamuita mwanamke mshunemu, a Shunammite woman. Maandiko yanasema ilifika wakati kukawa na kiangazi sana. Na ukasikia maandiko yananena kuhusu kiangazi, inamaanisha a season where there is no fruitfulness. Hauwezi ukapanda kitu kikakua, hakuna mambo mengi ambayo unaweza ukafanya. Kutoka hapo tumesikizana. So point number 1, ilikuwa wakati wa kiangazi. Number 2, maandiko yanatuambia huyu mama ndiye mtoto wake alikuwa amerejeshwa uhai baada yake kukufa. Na baada ya kiangazi, sijui ilikuwa miaka 7, akapotea akaenda nchi nyingine. Watu wa Mungu sikizeni hapa, hii ni tamu, I promise you. Kwa hiyo miaka yote akatoka akapotelea taifa ingine, kwa sababu taifa lao lilikuwa na nini? Kiangazi. Ginyagia hautwe sawa. Maandiko yanasema ikafika wakati ule mwanamke akaamua sasa. Ndio maana na insist lazima mtu aamue. Ule mwanamke akaamua sasa atarudi taifa ambalo alikuwa ametoka. Kwa hivyo tunamuona amechukua mtoto wake, wanarudi kwa taifa ambalo alikuwa ametoka. Ni baada yake kupotea kwa sababu ya kiangazi. Naye the king alikuwa amemuita Gehazi. Anamwambia, hebu niambie mambo Elisha alikuwa amefanya. Elisha akaanza kumpatia story. When it's your season, God makes all things to work together. And that's your season of restoration, where things begin to work together. Yani ulikuwa unaingia pahali fulani, unasikia tokwaragio horo waku. Tulikuwa tunanena kuhusu wewe. Kwa hivyo wakaingia. Na Gehazi anamwambia mfalme, ule mama nilikuwa nakwambia stori zake ndio huyu. Na huyu ndio ule mtoto ambaye alirejeshwa kutoka kwa wafu. Hadi hapo tuko sawa. Naye mfalme akamuuliza ule mama, akamwambia ni kweli hivyo venye ninasikia? Akasema mfalme akachukua one of his officers, akamwambia ninataka mrudishie huyu mama kila kitu, shamba yake, nyumba yake na ile mazao yote angepata. Hapo ndipo ninataka mnielewe. Hebu shika masikio kwanza. Yani ninataka mumrudishie kila kitu, nyumba yake arudishiwe. Alikuwa amepotea miaka ngapi? 7. Kwa hivyo hakuwa amepanda, hakuwa amevuna, hata hatujui alikuwa anakaa namna gani. For 7 good years. Mfalme akasema nyumba ni yake, apatiwe. Restoration number 1. Akarudishiwa nyumba yake from kiangazi. Praise be to God. Number 2, maandiko anasema hata shamba yake arudishiwe. Restoration number 2. Alafu mfalme akaendelea akasema, kwa hiyo miaka 7 huyu mama angelima, angepanda na angevuna. Ninataka mchukue kila kitu ya hiyo miaka 7. I want you to take everything. Kwa hiyo miaka 7, all the proceeds of the land. Kama angepanda na angevuna, chukueni hiyo miaka 7 mumpatie aende nayo. That's what happens when restoration comes to you. That God can take 7 years without any work that you have done and give it to you in one day. So it means from famine to abundance. Kirada, sijui kama ni juu ninaingia season nyingine.
that God is going to take. Kuna mtu hapa ulianzisha biashara lakini umekuwa kwa kiangazi. Miaka 7 unashangaa hili neno linanisaidia namna gani? God can take 7 years and restore everything you could have earned for the 7 years within a single day. That wewe ni kweli ulinyaganywa shamba, unaona ya kwamba ni kweli ulipoteza sana. Mungu anaweza chukua kila kitu ulinyaganywa na ile kitu ungetengeneza akupatie kwa siku moja. That's when restoration starts to visit you. Kuna mtu mwingine unaona ya kwamba umepoteza muda sana. Unashangaa maisha yangu inaweza ikakuwa na raha namna gani? When it's your season, the season of restoration, maandiko yanatuambia that God will take everything you could have made, no matter the season. Hapo pa season ninataka uelewe sana. Haijalishi kulikuwa na kiangazi, ile kitu ungetengeneza na miaka 7, God is going to restore. And that's the season that we are entering into. Haijalishi nimekaa miaka 2-3 bila kazi, God will take the 3 years and bless me within a single day. With God nothing is lost. That's what this sermon says. That's when it's your season for restoration. Kama umepoteza, wacha kustuka. There is a God who multiplies. Atachukua miaka hiyo 4, miaka hiyo 3, miaka hiyo 5, 10, akutengeneze within 1 year, kutoka mavumbini ukae na mataifa. When it's your season to be restored. Kwa hivyo kama uko hapa na machozi, unaona Mungu, mimi nimepoteza wakati. Unaona Mungu, mimi wakati wangu umepotea. Unaona Mungu, nilichukua roho nikaanza biashara lakini wakafunga milango. Haijalishi walifunga miaka 3. Leo kwa sababu unafunguriwa, na tuachilie the power of restoration. God will take the 3 years. God will take the 2 years and repay everything. Na ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Joel, and I will restore to you the years. Haijalishi ni nini walikula, haijalishi ilipotelea wapi. Today we are here to declare another season, the season of restoration, the season when God is taking everything we have lost, the season where God is taking the years we have lost and restoring back to us everything that was meant to be for us. Praise be to God. Kwa hivyo, this is one of the reasons why I love God. Because unajua lazima ujue unapenda Mungu kwa nini? Because ukikaa na Mungu usiwaiona kama unapoteza. Because there is one day, as the sun rises, it will be your day to be remembered. Kwa hivyo, kuna watu ndio wanauliza Mungu wenu yuko wapi? I want you to begin to announce to them that I'm entering another season. The season of restoration. The season when God is taking everything that belongs to me. And it's not just everything that belongs to you. Maandiko yametuambia mpatieni hata zile vitu kama angekuwa nazo. So it means that whatever was meant to be yours, that God is restoring it back. Haijalishi, unajua siku hizi kila mtu anasema waliiba nyota. Haijalishi waliiba ya nani. When the time of restoration comes, God can restore you back to your place of destiny. It means that if there was a grace you are supposed to carry, this is your season to take it back. If there was an anointing you are supposed to carry, no matter what you have done in the past, there is so much more in my Father's house. You can get it back. Some of you are meant to carry the grace for riches and honor. I want you to begin to declare, it's my season to take it back, to carry it back. Some of you are meant to be the deliverers of your family. Lakini maisha imewakaria.
Shetani anawakanyanga tu, but not anymore, because I hear the sound of abundance. That's what this season means. It means exceedingly, abundantly and above. Pengine huyu mama ile kitu alikuwa anataka ni vitu mbili. Alikuwa anamwambia mfalme, mimi nirudishie nyumba na unirudishie shamba, lakini because it was her season, Mungu akasema and everything that belongs to her. Kwa hivyo msijali ati maadui waliwaingilia. What they didn't know is that our God is still able to restore. And do you know the good thing ni na hii ni nini? Haijalishi kama umekuwa kwa season ya kiangazi, walikutoa kwa kazi, walienda wakafunga kazi yako, walienda wakakupiga, wakakufutisha kazi. God will give you whatever you could have made in that particular season. Restoration. Hiyo kama tuko pamoja. And so watu wa Mungu tuache kukaa kama tumeinama roho. Because I know nyinyi munaweza mukaiba, lakini I know a God that is able to restore. I know a God that is able to lift. I know a God that helps a man. Achani niwaambie story nyingine. Inaonekana tutahubiri kesho. Achani niwaambie story nyingine. Kuna mama Mzarefadhu, a widow. Najua ni watu ambao pengine watu wanaonanga potential iko chini. Lakini Mungu, God is in the business of dealing with people ambao wanaonekana potential iko chini. Ndio gainie dete kuegoshithia. And so wakati ambao unachukiwa, kuna chuki, kuna nini, Mungu anakujaga anaanza kusema, now you are setting the stage. Sasa mnaniandalia meza. Praise be to God. Huyu mwanamke alikuwa na mtoto wake. Tumeingia wakati mwingine wa kiangazi. Maandiko yanasema ya kwamba in that village uko Zarephath kulikuwa na kiangazi kali sana. Na kwa hivyo huyu mama, hebu sikiza kutoka hapa sasa. Huyu mama alikuwa ameenda kutafuta kuni apike mkate wa mwisho wakule na mtoto wake wakufe. Hadi hapo tuko sawa? Maandiko anasema lakini Elijah alikuwa ameambiwa na Mungu, enenda Zarephathu. Huko Zarephathu nimemwandaa mwanamke ambaye atakulisha. Sio kama mnaona shida iko hapo. Ya kwamba nimeandaa mtu, ule mtu ambaye ameandaliwa ndiye anakusanya apike chakula cha mwisho akule afe. Ni kama venye kuna mtu wako hapa na anajua hii ndio wiki ya mwisho kufungua biashara. Ni kama kuna mtu mwenye ako hapa na anajua hajalipa miezi 4, huu ndio mwezi wa mwisho afukuzwe. Lakini Mungu ametumana Zarephathu. Mungu ametumana Zarephathu. Maandiko yanatuambia Elijah akafika, akapata ule mama anakusanya kuni, akamwambia enenda unipikie mkate kwanza nikule. Mwanamke anamwambia kuna kitu uelewi. Kuna kashida kidogo imetokea mahali, because hii kaunga na hii tu mafuta tunapika tukule na mtoto wangu ndio tukufe. Sasa hebu sikiza hii. I have realized ya kwamba kwa Zarephathu mzima kulikuwa na kiangazi. Sio tumesoma kwa maandiko. Lakini Mungu alikuwa ametumana kwa nyumba moja in the entire of Zarephath. Kwa hiyo nyumba ndio kifo ilikuwa imewangoja. Kwa hiyo nyumba ndio Elijah ametumwa na Mungu, anamwambia nipikie. Ule mama akasema ni sawa. Akaingia akapikia Elijah ile kitu alikuwa anataka akakula. Maandiko yanasema Mungu akitumana Zarephathu, ile unga na ile mafuta haikuisha hadi wakati mvua ilinyesha tena. Restoration number 1. Lakini neno haikuangi hapo. Neno inakuaga ya kwamba kwa Zarephathu mzima, kwa hiyo wakati wa kiangazi,
watu walikuwa wanakufa kwa sababu ya kiangazi, but there was one house with plenty in times of famine. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa ametumana. Kwa hivyo ni kusema Mungu ametumana kwa nyumba moja hapa, because ameambia nabii, I want you to declare a new season, a season of restoration. Hii kama tunaelewana, it means ya kwamba tunaweza ingia kwa msimu wa kiangazi, lakini Mungu akaweka nyumba moja, Mungu akaweka biashara moja, Mungu akaweka ministry moja, Mungu akatumana kwako wewe, and make sure that you have abundance in times of plenty, when restoration visits a man. That's the season that you guys want to step into. Hiyo ndio msimu ambayo tunataka muingie, ya kwamba unaweza ukaangalia ukasema watu wanafunga biashara, lakini Mungu ametumana kwangu. Unasema ni kweli watu ministry haziendelei, watu hawaendi vizuri, watoto hawasomi, lakini Mungu ametumana kwangu. Sijui kama kuna mtu mmoja ambaye anasema like the prodigal son, there is so much more in my father's house. I cannot live like this while God created me to be fruitful. That's why I want us to go back. Praise be to God. Bwana Yesu asifiwe. Achani niruke hiyo. Achani niwaambie kuhusu mtu mwingine ili tuombe. Kuna mtu mwingine ambaye alikuwa anaitwa Batimayo. Batimayo ako kwa ile hali yake, alikuwa kipofu, haoni. Lakini akasikia Yesu mwana wa Daudi anapita. Batimayo wakati aliuliza akasikia, akaambiwa nini inaendelea, yeye alianza kuitana. Akasema, thou son of David, have mercy on me. Akapiga kelele sana akimuita Yesu. Na Yesu akasikia ile kelele, akatumana Batimayo aletwe. Praise be to God. Leo ninataka kutokea Batimayo mmoja hapa ambaye atasema, thou son of David, I know you have the power, I know you have the mercy, I know you have the grace. Thou son of David, have mercy on me. Kwa hivyo Batimayo akaanza kuitana, akamwambia Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Yesu akasikia ile sauti, akasema aletwe. Wakati anaitana, kuna watu ambao wanajaribu kumnyamazisha, kama watu ambao wanashangaa, kwa nini ukuje conference ya restoration? Mimi ninawaombea kama uko hapa ama online. May God make you the testimony that truly God is able to restore. That when next year we call for this particular conference, that wewe utasimama kama ushuhuda, useme mimi nilipokea urejesho wangu, and so it is not in vain to go to the house of the Lord. Unaweza ukanyamazishwa usikuje mahali kama hapa. Thou son of David. Haya, akafikia Yesu. Yesu anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Sikiza hii. Batimayo alikuwa na macho. Sikizeni hapa. Batimayo alikuwa na macho. Shida ya macho ilikuwa nini? Shida ya macho ilikuwa nini? Haioni. Wakati Batimayo aliulizwa na Mungu, unataka nikufanyie nini? Alisema, ninataka kuanza kuona. Unajua hivyo ni kusema nini? Unaweza ukakuwa na macho lakini hauoni. Hivyo ni kusema uko na biashara lakini haina mazao. Thou son of David, have mercy on me. Uko na familia lakini hakuna furaha. Thou son of David, have mercy on me. Uko na mambo lakini hayakusaidii. Thou son of David, have mercy on me. Ni nini uko nayo na ikusaidii? Kama Batimayo uko na macho na haioni, nini Mungu amekupatia lakini haina kazi? This should be your prayer today. Thou son of David, have mercy on me. I want somebody to begin to declare, I will arise and go back to my father's house. Sijui kama tumeelewana. So God created you, na akaona that he created you
and everything he created in you was good. Today when you look at your life, do you see shame? You need restoration. Do you see pain? You need restoration. Do you see any disease, any sickness? You need restoration. Everything in your life that is not of God can give way when you step into this season. Simama na miguu yako. In the next 3 minutes, hii neno sio ya kila mtu, because kuna mtu ambaye hajachoka kukaa na hali ambayo wako. Yeye ako sawa kukaa na nguruwe, though there is so much more. Mungu amesema, I want you to be fruitful, I want you to multiply, I want you to live in dominion. Lakini kuna mtu hajachoka. Yeye ako sawa na maisha ya ukawaida. Yeye ako sawa na vitu kidogo kidogo. Lakini pengine uko hapa, wewe unasema niko na macho lakini haioni. I want us to begin to cry for mercy. I want you to begin to arise like the prodigal son and begin to tell God, oh thou son of David, have mercy on me. Ninajua uliniumba ili Bwana, that I may be fruitful, that I may multiply and live in dominion. Thou son of David, have mercy on me. Kama umechoka na taabu, if you are tired with the shame, this is your time to step into a new season. Kama umechoka na ukawaida, this is your season. That I will arise and go back to my father's house. That I will arise. Siwezi kubali kuishi namna hii. Siwezi kubali kukaa namna hii. Abba Father, I will arise and go to my father's house. Siwezi kubali tu Bwana kukariwa namna hii, kuwa na biashara ambayo haina faida, kuwa na maisha ambayo hayana furaha. Sitakubali. God, you are able to restore even my health. Sitakubali kukaa bila afya nzuri. My God, thou son of David, have mercy on me. Sitakubali kukaa bila kazi. Thou son of David, have mercy on me. Sitakubali kukutumikia bila matokeo. Thou son of David, have mercy on me. Sitakubali Bwana kukaa maisha ya ukawaida. Thou son of David, have mercy on me. Oh my God and my Father, have mercy on me. Bwana, unifanye ushuhuda ya kwamba wewe unarejesha. Unifanye ushuhuda ya kwamba unatoa watu kutoka mavumbini. Unifanye ushuhuda ya kwamba Bwana unainua. Unifanye ushuhuda ya kwamba Bwana, that you can beautify my life. Bwana, unifanye ushuhuda ya kwamba Bwana una nguvu za kutumia kila mpango Bwana wa shetani ukafanya iwe baraka. Katika jina la Yesu. Oh, restore, restore, restore. My God, restore. Maybe this is your season. Maybe this is your day. Maybe if you are tired and you tell God, God, you are the God of mercy. Father, I need to see you. I need to see your power. I have heard of the people that you have restored. Let it be my season. Let it be my time. Let it be my day. Let it be my season. Let it be my time. In the mighty name of Jesus. Oh, thou son of David. Thou son of David. Have mercy. Have mercy. Have mercy. Nimekataa ukawaida. Nimekataa ukawaida. Nimekataa ukawaida. I refuse to live with a shame. I refuse to live in poverty. Oh my God, riches and honor belongs to you. Utajiri ni wa Bwana. Mwambie Bwana, wewe ndiwe baba yangu. Mwambie Bwana, wewe ndio unabariki. Mwambie Bwana, wewe ndio unainua. Nimelisikia neno lako Bwana, wacha iwe my season. Let it be my season. Wacha niingie kwenye msimu wangu. Oh Bwana, nimekuwa kwenye msimu wa kiangazi. Bwana, nimekuwa kwenye msimu wa kiangazi. Mapenzi yangu ni niwe baraka.
niwe baraka kwa watu wetu, niwe baraka kwa taifa letu, niwe baraka kwa kanisa lako. Bwana, ninaomba unibariki, ninaomba unibadilishie maisha, ninaomba unibariki. Take away the shame, take away the pain. My God, beautify my life. Beautify my life, beautify my life, beautify my life, beautify my life, yeah, beautify my life. Nimekataa kuwa na kazi ambayo haileti mazao. Nimekataa kuwa na kazi ambayo haileti mazao. Father, begin to restore me back to my season, the season of fruitfulness, the season of multiplication, the season of abundance. Oh, restore, 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 restore the joy, restore the peace, restore the favor, restore your oil. Restore your oil, oh God. Restore your grace upon me. Restore. Oh Bwana, siwezi kuishi namna hii. Bwana, nimekataa ukawaida. Bwana, nimekataa kuishi na aibu. Watu wanaona nikikutumikia, lakini hakuna Bwana kitu cha kuonyesha. Watu wanajua ninakupenda, lakini hakuna kitu cha kuonyesha. Watu wanajua ninakutumikia, lakini hakuna kitu cha kuonyesha. Oh, restore, restore. Oh, God is able to do. God is able to do. God is able to do. Bwana, kibali kiniliondokea. Bwana, kibali kiliondoka. Restore your favor. Restore your favor. Restore your favor. Restore your favor. Ay. Restore your favor. Siwezi nikaishi bila kibali. Siwezi nikaishi bila kibali. Restore your favor. Restore your favor. Oh Bwana, nilipoteza neema. Bwana, nilipoteza neema. Lakini Bwana, open the floodgates of heaven. Let it rain now. Let it rain now. Let your grace reign now. Let your mercy reign now. Let your mercy reign now. Ibaba rekazana mande kozaliba remamazole kebalande imazole kelivalada remazalishala emazuna malande ikabazada baba rezana mande kozali ikazanama emazule kelaya remazike tekepa ramazula bayanda. Bwana, walienda kwa wachawi wakafunga milango, but my God, restore, 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 restore. Oh my God, pigana vita sasa, pigana vita sasa. Ondoa minyororo, ondoa minyororo. Restore, restore. Bwana, nimechoka kukaa na nguruwe. Nimechoka kukaa na nguruwe. Nimechoka kukaa na nguruwe. Nimechoka kukaa na nguruwe.
Nimechoka kuwa aibu. Nimechoka kuwa aibu. Nimechoka kuwa aibu. Nimechoka kuishi na madeni. Nimechoka kuishi na madeni. Oh my God, restore. Oh Jesus, open the floodgates of heaven. Let it rain afresh. My God, declare that I'm stepping into a new season. Declare that you are stepping into a new season. The season of abundance. The season of abundance. The season of abundance. The season of restoration. The season of restoration. The season of restoration. The season of restoration. My God, restore. Bwana, nimesikia matendo yako. Bwana, nimesikia unainua. Bwana, nimesikia unabariki. Bwana, mimi nimesikia, lakini let it be my day. 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 Nimekataa. Nimekataa. Let it be my day. Wataniuliza Mungu wako ako wapi? Wataniuliza Mungu wako ako wapi hadi lini? My God, I want you to show up now. My God, natamani nikuone na uonekane. Natamani nikuone na uonekane Bwana. Oh, restore. Nimechoka kukaa mavumbini. Nimechoka kukaa mavumbini. Nimechoka kukaa mavumbini. Nimechoka kukaa mavumbini. Oh my God, restore. Restore. Restore what the enemy has taken. Everything the enemy has taken. My God, restore. Bwana, nimechoka. Bwana, nimechoka. Nimechoka kukaa mavumbini. Nimechoka kukaa mavumbini. Nimechoka na maisha ya kawaida. Oh, restore.